Kuna watu hii Nairobi tunangoja radi wapige sana. Maze kuna watu tunachanga tunafikisha pesa. Wanavuka na nusu. Ama hata wanakula, yani tunachanga 3 million, alafu wanatengeneza kitu ya 272,000, alafu wanasema pesa iliishia hapo. Na wako tu kanisa na wananona. Hiyo ndio kitenda niudhi yani. Wewe uko na deni ya Mungu unanonea nani hapa? Kwanza ukikopa mtu kwa hii kanisa hustaki kunona at all costs. Unaweza imagine mtu amekukopa na ananona, how annoying is that? Sasa wewe Mungu amekufanyia bure na unanona hapa, unatuvunjia viti haikai malizi muda wake. Hii viti iko na expiry date. Kiti inavunjikanga mapema juu ya weight yako na kanisa hutoi kitu. Na nyang'au zile hazitoi kitu ndio zinauliza pesa yetu, na alitoa 1,250. Na hii 200 alipewa na mtu akija. Boss, sikizeni. Kama tunatoa pesa, sikiza. Watu ambao wanatuibia pesa katika kanisa, mkome. Kwa sababu mumetuzoea. Amen ni kidogo, hiyo point iko juu. Baba wetu, mimi nataka kuja kwako ninene nawe tena. Leo Mungu wetu tumekuja sasa katika hili kanisa la Dox. Wamepanga mkutano huu ili wakaweze kuchanga pesa kulijenga hekalu hili. Wameita watu ambao watataka kuwasaidia, wameita makwaya kadhaa. Lakini Mungu wetu tunajua kwamba wingi wa watu haumaanishi pia kutoa pesa. Ndio maana tunaomba hivi kwamba neno ambalo unataka kunena kupitia kwangu liwe neno ambalo litawafanyizia hawa waweze kuona haja ya kutoa, kwa sababu tunahitaji kumaliza hili jengo. Yeyote atakaye kuwa na hekima ya kuingiza mkono wake mfukoni kutoa hela, Baba ukambariki, ukabariki na nyumba yake na kazi ya mikono yake. Na kila kitu kitakachofanyika hapa kikakutukuze wewe, nawe ndio uwe mgeni wa heshima katika kila jambo, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amina. Nimefurahia kuona rafiki zangu. DRS unalala, DRS na na Lamek Nyar British. Tulikuwa na Lamek Salasala Dar es Salaam last weekend. Kwa kanisa hiyo ya Salasala. Nimeshangaa kumuona hapa. Piga suti hapa. Niponge nisiponge. Acha niwaache leo nihubiri. Wanakuanga upuzi sana ndio maana. Mimi si waachangi, pia nikipata nafasi navuka nao mbaya. Kuna kuwabembeleza hapa. Asante. Mama tulikuwa naye huko, mtoto wake tulikuwa nao Nairobi East. Mmoja tulikuwa nacheza naye mpira, sijui alienda wapi. Aliama Wakisii wote unajua huenda ng'ambo. Ama inaweza kuwa ako Wakisii na ng'ambo wako hivi. Wajaluo muendangi. Mko hapa tu kututupia mawe. Kazi ni muendi mahali. Katika kitabu cha Kutoka 11 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 3, Biblia inaonyesha taswira fulani na inaonyesha picha fulani. Wana wa Israeli, Mungu anataka sasa waondoke kutoka Misri waende Canaan. Sasa shida iliyokuwa ni kwamba Mungu alikuwa ameleta mapigo, yamewapiga wana wa Misri kwa muda mrefu. Wana wa Misri hata wao wanataka Waisraeli waende. Sasa ndipo Mungu akamwambia Musa, nena ukanene na wana wa Israeli wakatake vitu kutoka kwa wa Misri. Sasa Mwisraeli alipokuwa anaenda kwa Misri anamwambia, nahitaji huo mkufu ulio katika shingo lako. Misri anampa mkufu, anamwambia ngojea kidogo. Anaenda anachukua ile iko kwa nyumba yote, anampa muondokee. Waisraeli waliposema tusaidie hata ng'ombe moja, Misri anasema chukua nusu, mtu ondokee, tumeumia sana. Sasa Mungu alifanya Waisraeli wakaenda na mali ya Misri karibu ya nchi nzima. Sasa sikizeni. Ikifika chapter 25, huyo Mungu akawaambia Musa tena from verse 1. Nenda waambie wana wa Israeli waniletee zawadi, na akataja vitu ambavyo aliwaambia wakaitishe kwa Misri: silver, gold, brass, etc. The same things walitoa Misri, the same things anawaitisha.
Kwa wale wako Facebook, tuliza tu kidogo niseme hii point alafu urudi kwa simu. Sawa? Sawa, unajua kwaya na Biblia hawaandamanangi. Sasa sikia. Sijasema nyinyi, lakini najua kwaya na Biblia ni vitu viwili tofauti. Biblia, kwaya. Sasa sikia. Mungu anawaitisha wana wa Israeli vitu ambavyo aliwaambia waitishe kwa Wamisri. Kumaanisha Mungu anaitisha vitu ambavyo wako navyo kwa sababu anajua aliwapa. Ninamaanisha hata leo pesa tunazozitoa si kwa sababu tu ati tuko na roho ya kutoa. Ni kwa sababu Mungu anakuitisha akijua alikupa. Kama hukusema amen umerogwa. Hiyo point nimetoa mbali sana. Sasa kila kitu Mungu anaitisha, Mungu amepeana. Hakuna kitu Mungu anakuitisha ambacho hajakupa. Everything that you give, God already gave it to you. Acha niongeze kitu. Katika Luka 6:48 nasema, wapeni watu vitu, nanyi mtafanya nini? Mtapewa. Kiwango hicho hicho cha kujaza, cha kusukwa hata kifanya nini? Kimwagike. Imeanza na sentence gani? Kwa wale mlinisikia, nilianza na wapeni si nilisema tu kwaya na Bible. Nilisema wapeni watu vitu, tusizoeane, sawa? Wapeni watu vitu nanyi mtapewa. Kumbe Mungu anajua ukiwapa watu vitu, wewe ukitoa kwanza, yeye anafanya kitu. Wapendwa, sikizeni. Kuna watu hata hapa ndani tumepata pesa kidogo, pengine ulipata 5,000, ilikuwa ni deal fulani ukapiga ukapata 5,000. Mungu akangojea umpe 500 ya zaka, haukutoa. Mungu pia akawithdraw blessings zako. Kuna watu hapa wametafuta kazi hawapati, na pengine si ati ni kitu kingine, hata hujai jitoa kwa sababu ya kazi ya Mungu. Kuna watu hapa wamesoma, wako na masters na manyefu zote, lakini Mungu hajai kukupa kitu kwa sababu wewe pia hujai extend mkono wako kufanyia Mungu chochote. Leo mjaribu Mungu uone kama ni mchoyo. Ndio maana Malaki 3:8 anasema nyinyi mnaniibia. Mungu hajasema the process of robbery iko in place. Anasema you have already robbed from me. Anawaita robbers. Alafu anasema nijaribu uone kama sitafungua madirisha ya mbinguni. Alafu anasema na hayo madirisha ya mbinguni nyumba yako itajaa hata haitakuwa na nafasi ya kuweka. Ushaifikiria hiyo jambo? Hebu niulize, Mungu ashaitoa zawadi ambaye nyumba ya mtu yote haiwezi nini stahimili? Alimtoa Yesu. Yesu ndio zawadi ambaye hakuna nyumba inaweza stahimili. Na kwa sababu alishatoa, yeyote ambaye hatoi hawezi kuwa anafanana na Mungu. Kuna kujiita Mkristo na kuna Mungu kukutambua kama Mkristo. Hii kanisa yetu imejaa watu wa kujiita wa Kristo kwa sababu wali-inherit kanisa na wanaimba, wako na tena kali na wanavaa bow tie, lakini uhusiano na Mungu hawana. Maneno wanawaimba hata yenyewe hawajui, lakini wanajua maneno. Hamjanielewa. Sasa kumbe kuna maanisha kwamba we have disparities in the neighborhood because people have never realized the God that we serve. Lakini leo wapendwa mlio hapa, tufanye tofauti. Let's realize how great our master is and change the narrative. Tumpe Mungu vitu na Mungu atatujibu. Nataka kumaliza hii story nikisema hivi. Watu ambao tunaletea pesa pia musiibe. Hii kanisa tuko na watu, sijui radi ikipiga mbona huwa inaomiss, sielewangi. Unasikia radi ilipiga mtu huko Nyamira, ni sawa Nyamira ikipiga mtu, lakini yani sisemi sisemi watu wa Nyamira wakufe, lakini najua huko ndio chemistry iko mingi. Sasa tunaassume wao wanaweza shinda hata radi. But I'm saying kuna watu hii Nairobi tunangoja radi wapige sana. Maze kuna watu tunachanga tunafikisha pesa, wanavuka na nusu. Ama hata wanakula, yani tunachanga 3 million, alafu wanatengeneza kitu ya 272,000,
Alafu anasema pesa iliishia hapo. Na wako tu kanisa na wananona. Hiyo ndio kitendaniudhi yani. Wewe uko na deni ya Mungu unanonea nani hapa? Kwanza ukikopa mtu kwa hii kanisa hustaki kunona at all costs. Unaweza imagine mtu amekukopa na ananona, how annoying is that? Sasa wewe Mungu amekufanyia bure na unanona hapa, unatuvunjia viti haikai malizi muda wake. Hii viti iko na expiry date. Kiti inavunjikanga mapema juu ya weight yako na kanisa utoi kitu. Na nyang'au zile hazitoi kitu ndio zinauliza pesa yetu, na alitoa 1250. Na hii 200 alipewa na mtu akija. Boss, sikizeni. Kama tunatoa pesa, sikiza. Watu ambao wanatuibia pesa katika kanisa, mkome. Kwa sababu mumetuzoea. Yeah, man, ni kidogo hiyo point iko juu. Sikiza bana. Hii pesa, imagine tunaleta pesa tunaweka kwa mkono ya Mungu. Wewe ukichukua pesa kwa kanisa inamaanisha unapokonya Mungu kwa mkono directly. Sasa wewe umeshinda hata jambazi ya bunduki huko nje. You are worse than a robber. Ndio tunachanga na kanisa iishi. Tunashindwa. Kanisa iishangi kwa nini? Sitaki kutaja makanisa mengine juu kuna watu wao hapa. But kuna makanisa inajengwanga iishi. Mbona mnacheka na sijataja mtu? Mimi sijataja mtu asinifanye. Leo kuna kanisa kama ya Umoja One. Tulijenga miaka kama 20. Unashindwa. Hii kanisa mbona haishangi? Tunashangaa sana. Mimi nilikuwa MC kama 5 years. Haiishi. Unashinda hii unatoa, unasikia tuko na deni ya bank tulilipa hii na hii hii deni haiishi pia. Sisemi hao walikuwa wanaiba, nasema kuna makanisa madeni haiishi. Wazee wa kanisa wa hapa tulipowekea mkono mkwe wazee, tafadhali pia mrepresent Mungu. Chungeni pesa ya hii kanisa. Amen. Nani wengine sijataja? Kwaya sinimaliza na nyinyi juu lazima niwaguse kidogo. Najua mnavanga uniform poa ya church budget, so ni pesa. Mumevaa pesa yetu, hatuwezi kosa kuongea. Kwaya sikizeni. Kama hamtafanya evangelism, tunaomba hizi kwaya zivunjike. Kwa sababu kwaya yenye ifanye evangelism ni kwaya ambayo haijui kazi yake ni gani. Na do you know something? Kwaya zote hazifanyi crusade zinavunjika. Nitaje? Majina inaenda inafika inaanza kuwa Kenya. Ilikuwa hii inaenda hiki. Mara inaanza kuwa chakula mana. Sijui nini. Fanye evangelism. Hiyo ndio shida tuko nayo. Ile siku kwaya itaanza kufanya evangelism na wahakikisha hata wakiokoa mtu mmoja, hiyo kwaya Mungu ataishikilia. Ndio maana kuna kwaya kama Pillars, wana misuko la wavunjikangi. Kwaya kama Bereans, wacha tuseme ukweli, mbona hazivunjiki? Wanaendanga crusade. Nyinyi kaeni na tu uniform hapa tu, shauri yenu. Mtavunjika mkue Kenya, Kisii, sijui nini, mnaenda maana mpaka mtaita intestines sasa. Right ventricle, left ventricle, mtaendanga hivyo mpaka mtaisha. Mwisho muishe kabisa, mtuondokee, tubaki na church choir. Sababu tumechoka na nyinyi na kutusumbua hapa. Lakini leo tunakiri mbele ya Mungu kwamba watu waliokuja leo wamekuja kwa sababu wanataka kumtukuza Mungu kwa pesa zao. Ndio maana leo Mungu ataonekana. Na tunaomba leo ma-MC watakaposimama, Mungu awatumie mpaka utakapofika mwisho na jina lake litukuzwe siku ya leo.